Watazamaji, kwa sasa hivi na ni msemo uliopo mjini na ni mzuri sana unaosema kwamba unapokumbana na changamoto, fanya ile changamoto itengeneze iwe ni fursa. Katika makala yetu ya kipindi chetu cha Jela la Wanawake siku ya leo nitakuwa na dada Rehema au aka anaitwa Shangazi Ray. Yeye ni mwanamke mjasiriamali tangu enzi hizo. Nadhani tangu akiwa binti mdogo msichana amefanya kazi za ujasiriamali. Amefanya ujasiriamali mmoja baada ya mwingine. Anaangalia upepo unaenda vipi. Zamani alikuwa ananunua vitu na kuuza, lakini sasa hivi amejikita kabisa ndani kwenye masuala mazima ya ufugaji. Na ana muendelezo pia uko mbele. Mimi naitwa Bladina Sembu, hapo ulipo hebu usiondoke. Kwani dada Rehema atatuambia ni jinsi gani mwanamke anastahili kufanya biashara. Na hata kama changamoto zipo, zile changamoto zitengeneze ziwe fursa, na baadaye anakuambia hakuna barabara iliyonyooka, kuna mteremko, kuna mipando, kuna milima, kuna kila kitu. Hebu tumsikilize dada Rehema, yeye ana mengi ya kukuelimisha na ana matumaini kwamba hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Shangazi Ray, karibu sana kwenye kipindi chetu, na watazamaji wanachauku kujua masuala mazima ya biashara, hasa kwenye changamoto na kuzifanya ziwe fursa. Asante sana, nashukuru. Naitwa Rehema Mwaka, jina langu la kibiashara naitwa Shangazi Ray. Nimeanza biashara miaka 18 iliyopita. Nilianza na biashara ndogo ndogo, nilianza na kufuga kuku 500, baadaye nikafika mpaka kuku 7000. Nikaja nikapata changamoto moja kubwa sana, ilikuwa mwaka 2002 ya. Wale kuku walikuja kupata ugonjwa wakafa wote. Nikakata tamaa. Hatimaye nikaingia katika biashara za kununua na kuuza. Kwa hiyo kuku nikawa nafuga kiasi kidogo kidogo. Nadhani nini kilikufanya wewe kuku zako 7000 kipindi kile wakafa wote, lakini na sasa hivi tena umekuwa umerudi tena kufuga kuku? Wale kuku walipata maradhi, walishikwa na ugonjwa wa coccidiosis. Kwa hiyo wakawa wamekufa wote. Lakini sikukata tamaa, nikawa naendelea kufuga kidogo kidogo. Ndipo hapo nilipoanza kujifundisha kufuga kuku wa kienyeji pamoja na bata. Nilifuga kwa muda wa miaka 3. Hatimaye tukawa tumehamia huko Salasala, wakati tulikuwa Burundi. Lakini pale kuku walipokufa wale 7000, nilipunguza, nikaamua kuingia kwenye biashara ya kununua na kuuza. Nilikuwa nanunua vyombo used na nauza. Vyombo used, vyombo ni vingi siku hizi vya jikoni. Kama sufuria, sahani, glasi, vijiko, glasi, vyombo vyote vinavyohusiana na nyumbani. Labda mafriji, majiko ya umeme, vyote vinavyohusiana na nyumbani. Sasa nilikwenda na ile biashara kama miaka 9. Baadaye nikaja kupata tena changamoto moja ambayo ilinifanya kidogo tena nikawa nimerudi nyuma, lakini sikukata tamaa. Niliambiwa naletewa mzigo, lakini ule mzigo ukawa wakanijazia takataka kwenye container na wakawa wamechukua kiasi kama cha shilingi milioni 100. Niliporudia tena nikaletewa mzigo ambao haukuwa wenyewe, sikuwa nimeagiza mimi huo mzigo, na ulichukua kama milioni 10. Hizo ni hela nyingi sana. Na mwanamke wa kipindi kupata hela nyingi kama zile ni kazi kubwa sana. Lakini vile vile inakuwaje unaagiza mzigo na utaka mwisho wa siku unapokea mzigo ambaye ni takataka? Mzigo wa kwanza kuna mama alinishawishi, akawa amechukua zile pesa akaagiza, lakini kumbe alikuwa na nia mbaya ndani yake. Na wewe kama umemwamini? Na mimi nilimwamini sana kwa sababu ni mtu mzima. Mzigo wa pili tuliagiza kutoka Uingereza, lakini vile vile nao wakawa sio watu wangu. Kaletwa mzigo sio. Ukaletwa mzigo ambao sio. Kwa hiyo mizigo ikitoka Marekani mpaka Tanzania inakuja na bandari na inalipiwa na inashuka. Kwa hiyo hizi takataka zinawekewa huko ama ni wajanja mzigo ukifika hapo wanaweka takataka hapa? Hapana, vile vitu vilitoka kule. Kwa
sababu walileta vitu vya umeme ambao sio wa Tanzania. Kwa hiyo nikashindwa kabisa kuviuza, kavichoma moto kontena nzima, niliuza kidogo sana. Kwa hiyo kuanzia hapo mtaji wangu kidogo ukawa umeyumba. Kwa kweli niliumba, sio kidogo sana, milioni 180. Ndani ya miezi 6 zikawa zimeyeyuka zote. Kwa hiyo nikaanza tena upya. Nilipata changamoto nyingi sana kupitia familia, kupitia marafiki zangu. Baada ya watu kuona kwamba nimekuwa sina tena, watu wakanikimbia. Kila mwenye kuniita jina la aina yoyote, mwenye kuniita tapeli, mwenye kuniita nini, yani vyovyote mtu alivyojisikia, kwa kuona kwamba sasa sina kitu tena, namsogelea nani? Naona. Kwa hiyo nikamuomba Mungu, lakini kwa kweli nilipata challenge kubwa sana mpaka nilifikiria kujiua. Lakini nikaona kwamba hata nikifa, nikiwatizama watoto wangu, nikawa nawaonea huruma sana kwamba hapa tu nipo, hakuna anayewajali. Kwa hiyo watoto wangu walisimama, hata shule hawakuweza kusoma. Lakini nilimuomba sana Mungu, nikasimama, nikasema sasa tena biashara ya kuagiza na kuuza sitaki. Hata aje mama, hata aje nani, sitamuelewa. Labda niifuate mimi mwenyewe, na hata kufuata, yani sitaki mimi hizo biashara. Nikaona bora nirudi kwenye biashara yangu ya kufuga. Kwa hiyo nikarudi kwenye kuku wangu wa kienyeji, nikaendelea nao, ndo nikatengeneza hili banda kama mnavyoiona, nikaanza. Kwa hiyo nyumbani ni nyumbani, kimpacho mtu chai. Ukarudi kule kwenye kutengeneza biashara yako ya kuzalisha. Na ni wengi ambao wamepata masaibu kama yako, wamekata tamaa, na wengine hata wanachanganyikiwa kabisa na akili zinaondoka. Hebu tupatie ushauri na sawa, jinsi gani mwanamke amekutwa na masaibu, majanga yamempata, atumie mbinu ipi ya kujikusanya tena na kusimama tena na kuendelea kuwa na matumaini ya kuweza kuzalisha zaidi na kukua kiuchumi? Unafanya biashara, unapata faida. Unapopata faida, unaangalia mbele kwamba hivi mimi hiki kifaida changu nimekipata, je, ninunue Land Cruiser au je nikanunue shamba? Au labda niwekeze sehemu nyingine, au labda nijenge nyumba nipangishe. Sasa unaamua hapo wewe mwenyewe kwamba nafanya hiki kwa ajili yangu mwenyewe hapo baadaye. Kwa hiyo nilikuwa na plot na shamba langu na ni maeneo ya Bagamoyo. Kwa lile ndo niliweza kuuza, nikaweza kusimama tena. Kwa na asset. Lakini sasa hivi nakuona una kuku wakubwa ambao sijawahi kuona sehemu nyingine hapa kwetu Tanzania. Hebu tupatie siri ya hawa kuku wakubwa. Unasema ni wa kienyeji, lakini nikiwaangalia kwa macho yangu sio kama ni wa kienyeji. Hawa kuku ni wa kienyeji, wanaitwa broiler. Hii ni mbegu kutoka India. Na pia kuna mchanganyiko wa kuku wanaitwa Saso. Kwa hiyo wako kwa pamoja, ndio maana unaona wakubwa na nini. Kweli ni wageni, sio mbegu ambayo imekuwa yani imesha maeneo mengi. Ndio inaanza kuzalishwa hapa kwetu, hapa kwa Tanzania. Yaani hao kuku wamepanda ndege kutoka India mpaka Tanzania. Wameletwa mayai. Mayai yametoka India. Yalitoka India, story yake yakaenda Uganda. Uganda ndio yanakuja kwetu. Sasa wale ambao wafugaji wakubwa ndio walioanza kuzalisha na sisi tunanunua kwao. Hizi fursa kwanza, wafanya biashara ni wengi, hata wafugaji, kwa sababu nimetembelea wanawake wafugaji wengi, na kila mwanamke mfugaji ukienda kwake ana kitu kipi ambacho mwanamke mwingine hana. Kwa leo ndio na wewe una kuku wa India na wapi nchi nyingine gani? Na wale Ufaransa. Wa Ufaransa, kinacho ni kitu kipi? Hizi fursa za kupata hizi taarifa za maendeleo ya ufugaji huwa mnazitoa wapi? Kwenye semina za ujasiriamali au kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukasoma, ukampigia mwenzako simu, bwana na mimi hivi na hivi. Unajua unazungumza kirahisi kwenye semina za ujasiriamali na mitandao ya kijamii, lakini hapa tulipo tunatazamwa na watu wako vijiji sana. Ndio wana umeme na TV, lakini Kiswahili wanaelewa. Je, hizo fursa za mitandao ya kijamii na kusoma magazeti na kupigia na simu vipi? Yaani tuipeleke zaidi, toke Dar es Salaam tuende tumfikie yule wa kule kijiji. Tunaweza kumfikia kwa njia kama hii
ya TV. Ehe. Kama ITV imeenea karibu maeneo yote Tanzania nzima, na watu wanapenda sana kuangalia ITV, na hasa kipindi hiki cha kina mama. Watu wengi, hata mimi mwenyewe pia huwa napenda kukiangalia kwa ajili ya kupata challenge kupitia wakina mama wenzangu. Yeah. Na kina mama tuna mizigo mizito, yani tuna majukumu mengi sana, kwamba mtu ukishafika nyumbani ataanza dada, mama mkao umeisha, atakuja mtoto sina madaftari, atakuja baba atasema nimechoka nichemshie chai, atakuja mgeni itabidi umhudumie. Bado kuna mambo mengine ambayo kama hivi una mradi wako uingie uangalie umeendaje, umefanyaje, utoke. Yani wakina mama kwa kweli tunawajibika, yani tuna wajibu mzito, tuseme kwamba tumebeba furushi kubwa sana ambalo ukiwa mwepesi haui strong, unaweza ukakuta kwamba unaelemea, unashindwa, unakuta familia inaanza kuyumba. Lakini inabidi uwe jasiri wa kubeba vitu vyote hivyo na kuvitimiza na kuviweka sawa. Hawa kuku wa India na Ufaransa unatarajia ukubwa wake ufike wapi? Yani nimeshaanza sasa hivi na mashine zangu ambazo natotolesha vifaranga kwa ambaye anahitaji na muuzia. Mayai pia yakitotolewa, kama mtu anahitaji kwenda kutotolesha mwenyewe au kwenda kuwekea kwenye kuku wake wanaolalia, na muuzia. Na vile vile na wahamasisha wakina mama ambao wafugaji yani, wajaribu pia kufanya hii mbegu. Inachukua muda mrefu kidogo kwa sababu paka utotoleshe wakue, lakini sio muda mrefu sana. Yani ukiwalisha vizuri inavyotakiwa, yani mfano vitamini zote, protein nini, ukiwapa vizuri, wanaanza kutaga wakiwa na miezi 4 na nusu mpaka 5, wanakuwa tayari wameshaanza. Miezi 4 ni muda mrefu. Wale kuku wetu wa kienyeji wanataga na muda gani? Miezi 6 mpaka 8. Hebu tupeleke process. Siku ya kwanza tunamhudumiaje huyu kuku? Mmuita broiler. Tupeleke kwenye matumizi, kumhudumia angalau hata mtu mwingine tu yuko pale ajui ufugaji avutiwe na yeye aweze kufuga, hata kama ameajiriwa, anza hata na 5 10 kule kwake, mwisho wa siku akiuza atapata hela. Hawa kuku nazalisha mwenyewe na parents ambao wanatoa mayai. Nikishakusanya yale mayai na yaweka katika mashine, wanakaa siku kama 20, alafu wanakuwa wameshatoka. Kwa wale vifaranga na waweka kwenye brooder, baada ya wiki 2 wakishapata chanjo zote na waweka bandani. Kwa hiyo wanakuwa wanaendelea kukua, na walisha tu vyakula husika, basi wanakuwa, ikifika muda wanaanza kutaga. Ni mradi huko unaotarajia uendelee sana, lakini vile vitu zunguka hapa kwako unaona kuna ufugaji wa aina vitu mbalimbali. Kwa pembeni kabisa tunaona pia kuna bwawa. Nalo bwawa ulitokana nalo wapi? Hili bwawa nilielimishwa na kijana mmoja ambaye alikuwa ametoka SUA. Ndio ambaye alinihamasisha, akanisimamia mpaka nikawa nimechimba hili bwawa, na mbegu yeye mwenyewe ananiletea kutoka SUA. Ananisupply, naweka humu kwenye bwawa. Wakisha kuwa, samaki ni wa aina nyingi. Wewe unafuga samaki wa aina gani? Nauza catfish au kambale. Catfish, wanaitwa catfish. Kambale au kambale. Kwa nini kambale na sio samaki? Wengi nimeona wana sato, wewe una kambale. Na mimi nataka pia kuongeza bwawa pale nafasi ile. Nilikuwa naweka kuku, lakini sasa nataka nichimbe bwawa niweke. Kati ya kuku na samaki unaona kama samaki wanalipa zaidi? Wote wanalipa na napenda kufanya wote. Lakini hatimaye nitakwenda shamba. Tupatie ufugaji nao wa samaki, angalau kwenye kuku umeshatoa matongotongo, lakini kwenye samaki mimi najua kambale anakuwa kwenye matope. Wewe kambale wako kwenye bwawa la maji. Vipi tena? Ama ndio teknolojia? Hiyo ni teknolojia. Tumeelimishwa hivyo kwamba unatengeneza bwawa ambalo linakwenda chini kina cha mita 1.5 kwa mita 1. Alafu unajaza maji, kisha yanakaa kama wiki 2-3. Mtaalamu akishakuja akiona, anaona kwamba sasa haya maji yako tayari kuweka wale samaki. Kwa hiyo wale samaki wakiletwa
tunawaingiza mle wakiwa ndani ya mifuko ambayo inakuwa imejazwa oxygen. Unawaweka mle kwa muda wa nusu saa, alafu unafungua. Wale samaki wanakuwa wanaingia sasa kwenye maji. Kuwaweka mle nusu saa ni kwamba wazoeane na maji, lile joto walilokuwa nalo huko wakati wanasafiri, na kwa hiyo wakishakaa mle wanazoeana na yale maji ambayo yanakuwa kwenye hilo bwawa ambalo wanatakiwa wakulie mle. Kwa wakishakaa mle nusu saa unawafungua, anakuwa anatoka mmoja mmoja mpaka wote wanaisha, then unatoa ile mifuko. Basi wanaendelea kukua na wana chakula chao ambacho huwa tunawalisha asubuhi na jioni. Atupeleke kwenye kupata pesa zaidi hadi kwenye kutajirika zaidi. Bwawa moja lina samaki wangapi? Ndani ya hilo bwawa wako samaki 5,000. Sasa hao samaki wanakaa kwa muda wa miezi 4. Yaani tangu uwaweke utakaa miezi 4 mpaka 5. Mwezi wa 6 unawatoa, unawauza. Na katika hiyo miezi wanakuwa na ule uzito wa zaidi ya nusu kilo na kuendelea. Kwa hiyo kila samaki unaweza ukamuuza shilingi 3,000, 4,000, 5,000 au kambale. Na ukiwaacha wakikua sana, wakifikisha kilo 1, unaweza ukauza mpaka shilingi 8,000. Ulishaji wake sio ulishaji wake hauna gharama sana kulisha. Hamna, yani sio gharama sana ukilinganisha na broiler. Kwa mfano wao samaki 5,000 unaweza ukawalisha kilo 3 mpaka 4 asubuhi, jioni tena hivyo. Kama wateja nao wanapatikana vipi? Hao samaki mpaka sasa hivi wana wateja, wanasubiria tu muda ukifika wanakuja kuwachukua. Kwa hiyo yani nina mtu maalum ambaye anachukua. Kwa hiyo wameshazoea ni biashara unayoifanya. Na ndio maana umeona wateja wamekuwa wengi, utaka kuongeza bwawa la pili. Ndio maana yake. Mwanamke atosheki na pesa. Hamna anayetosheka na pesa. Changamoto ndio hizo kupatia fursa, lakini una fursa zimekuwa nyingi hata kushinda ile changamoto iliyokupata wewe baada ya kuuziwa takataka kwenye mzigo wako. Lakini wakati mwingine ukipata changamoto ndipo inakupa fursa. Mimi nimezunguka na hapa nimeona una mpaka bata, na bata unaona hapa, wengine nilikuwa naona kwenye picha tu, sababu nao sio bata niliowazoea. Bata niliowazoea wana shingo ndefu, wana shingo fupi. Hao bata wako naona hata kwenye sura ni kama ni warembo hivi. Bata hao huwa ninafanya nauza na watu huwa wanapeleka, wana soko lao kwa Wachina. Wachina hapa Tanzania machichina hapa Tanzania. Tofauti ikoje? Sababu huyu bata sio ile bata tuliyomzoea, huyu ni bata mwingine. Kuna bata wale wanaitwa bata bukini. Halafu kuna na bata wa kawaida. Sasa wale bata bukini huwa tunawafuga tu, watu wanawanunua wanawaweka nyumbani kama urembo. Lakini nyama yake ni tamu. Wanaliwaga na Wachina tu ama wana? Mimi mwenyewe nakula. Tunaweza tukawala. Na bata mmoja namuuza 300,000. Wale bata wanalewa kwenye nini? Kwenye dimbwi la maji. Hata basi wale bata ndio kuja kwenye haya maji ya samaki kwenye kambana. Wale bata naondoka kwenye maji. Wale bata wanaishi hata mahali pakavu, lakini huwa kuna bwawa tulikuwa tumewajengea pale, tumelibomoa, tunataka kutengeneza kwa sababu ilikuwa limechakaa. Tupeleke kwenye huo ufugaji. Angalau mimi kwenye hiki kipindi kabla ya kijaisha, kuna watu wanaviona, kuna watu wameviona tu kama urembo majumbani kwao, kumbe hawajui. Shangazi Rera, nimevutiwa zaidi hasa kwenye huyu bata mmoja shilingi 300,000. Inabidi tuanzie hapo. Sababu mtu kama mimi nikipata kama 10 tu niweze kuwafuga niwapeleka sokoni, nitakuwa na mtu. Hebu nielekeze. Wale bata wanatotoa kama bata wa kawaida tu. Wanataga mayai, wanatotoa, lakini huwa ni mara nyingi mara moja tu kwa mwaka. Miezi kama hii ndio miezi yao ya kutaga. Na wale vifaranga hawachukui muda. Wana miezi 6 na wanaanza kama ndege tu au kama kuku, kama wale bata wengine. Miezi 6 tu na wenyewe wanaanza. Twende kidadi zaidi kuhusiana na ile upatikanaji wake. Wako wengi tu. Wako wengi tu, kama unahitaji unaniambia, wako shamba. Sasa kama bata mzima 300,000 kifaranga atakuwaje? Kifaranga kama wiki moja 50,000, 70,000, inategemea yani na umri. Kama labda wa miezi 2 unaweza ukapata kwa 1,500,000. Lakini yule ambaye kama unampeleka tu hakai zaidi ya wiki 2-3, yani unakukaa naye hamalizi mwaka anakuletea vifaranga wengine, ndo hao wakishakuwa wakubwa tunauza. Kama mmoja anatoa vifaranga wangapi? 4, 6.
tu, hawafiki 10 mpaka 8. Hapana. Kwa hiyo lazima ujifunge mkate. Chakula ni kile cha kawaida kama cha bata. Wanakula sana majani. Mchunga majani tu ya kawaida, wanakula sana majani. Lakini pia ukiwapa chakula cha kawaida wanakula. Hawana tatizo. Je, kwenye kilimo kidogo kidogo unajifikiria kuingia? Yeah. Kwenye kilimo tuko na mama yetu mmoja anaitwa Mama na Maingo. Ambaye ofisi zake ziko Ukonga. Yeye amehamasisha watu, amekaribisha watu. Sasa yule ametuandalia shamba Rufiji ambalo tutapewa kila mtu eka 10. Eka moja unapata title deed ambao unajenga makazi. Na watahusika sasa au wawezeshaji fursa hizo zingine watatupa hizo fursa, sio wanaitwaje sio. Tutajenga kule nyumba. Halafu eka 5 ni kwa ajili ya kutengeneza mabwawa ya samaki na mabanda ya kuku. Na tayari tuna mkataba na huyo Mama na Maingo. Kwa mfano kama hata hapa kuku wangu wengi tu akianza kutaga, mayai yote atakuwa anachukua hata kama ni tray 2,000 kwa siku. Anawapatia fursa ya masoko. Yeye anakuwa na masoko, anajua anakuwa. Unadhani hii elimu umeshaweza kuwaridhisha na watu wengine, hasa wanawake wenzako, hasa wale wasichana wadogo ambao wamekaa majumbani wanasema hawana kazi, hawana ajira na hawana chochote kile? Tulio wengi tunaamini kwamba ukiajiriwa ofisini ndipo kwenye maisha. Lakini mimi nilikuwa na washauri, pamoja na kwamba mna ajira wanawake wenzangu, pamoja na kwamba mna ajira, lakini fursa za uzalishaji hasa kilimo na ufugaji kwa kweli ni uti wa mgongo. Tumekuwa hatujui hizo. Siku za nyuma tulifikiri kwamba kuajiriwa ndiko kwenye maisha, lakini huku ndiko kwenye maisha. Kwa hiyo mtu ukisimamia inakutoa. Hauna sababu hata ya kwenda kufagia huko Ulaya vyo vya wazungu. Hauna. Maisha yako hapa. Kwanza ziseme hizo fursa zinahitajika, upatikanaji wake ni rahisi. Upatikanaji wake kama unataka hizo ofisi unakwenda mpaka magereza, unateremka. Ukifika pale magereza Ukonga, shuka pale, unachukua bodaboda, unasema nipelekeni ofisi za na Maingo. Na Maingo ataweza kupatikana. Kwa hiyo yeye ndio mtaalamu. Yaani hata yule mwenyewe nitaenda kumtafuta. Yani karibu sana yani. Pale ndo unapata mambo yote, yani mpaka bima ya afya unapewa huko. Lakini sasa Shangazi Ray, mimi naona wanawake wanafikiria mambo makubwa na mambo ya pesa makubwa. Lakini mbona yule mwanamke bado yeye anajiuliza tu, yuko chini tu? Kama wewe hapo ulipo ni mwanamke, umefanya biashara na changamoto nyingi, ni mtu uko juu, lakini simple tu. Hii inakuaje? Ni kujiamini. Kujiamini na kusimama. Usimame wewe mwenyewe, sio uanze kusema sijui nina baba, nina watoto, sijui nina kaka, nina mme. Kwenye maisha yanahusu mtu huyu mmoja. Hata kama una mtoto waziri anaweza akawa hana maana. Simama mwenyewe kwa miguu yako mwenyewe, jiamini mwenyewe kama mwanamke. Yaani sema kwamba ni mimi, jielewe, jitambue, simama, fanya kazi. Jielewe, jitambue, simama, fanya kazi. Mwingine atakwambia sina mtaji. Mtaji wewe una mitaji iko mingi, hata ukienda benki unaweza ukapata. Uoga wa kwenda benki nao upo. Sasa ndio hiyo, unatakiwa uvue hivyo vyote, usiwe muoga. Na ukienda benki utaambiwa leta kinachokuunganisha wewe. Yaani tuelimike kama hivyo. Mimi nimesema hivi. Yaani fursa ambayo nimeiona iko wazi na inaweza ikasaidia watu wengi, tena kule sio wanawake tu, wanaume, mtu yoyote. Hawaangalie elimu, hawaangalie umri. Ili mradi umefikisha miaka 18. Ukienda pale utasajiliwa, utapata document ambazo zinahusikana na biashara. Mpaka nasikia kuchanganyika kwa sababu una mambo mengi sana mazuri. Changamoto imekuwa ni fursa kwamba baada ya kutembea sasa hivi unakimbia na unatamani zaidi. Mpenzi mtazamaji, mimi ni matumaini yangu kwamba ulikuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki. Dada Rehema yeye anakuambia alipata changamoto nyingi sana, lakini mwisho wa siku
alisimama tena, Mungu akamsaidia, akainuka na nguvu mpya. Akasema biashara alikuwa anaifanya haikuwa mapenzi ya Mungu, ya kuuza na kununua, yeye havikumfaa. Amerudi kwenye uzalishaji, ameneemeka, ana kuku, mayai anatotolesha, vifaranga, samaki, bata bukini, kila kitu. Na hivyo ndio kujesa kwenye kilimo. Anakuambia cha kwako ni cha kwako, kilichomuinua ni ile asset alijiwekea, na shamba kaliuza, kainuka tena unavyomuona. Mimi namshukuru sana dada Rehema, na ni matumaini yangu amekuelimisha wewe zaidi. Hapo ulipo, hata kama umeajiriwa, weka banda pembeni, fuga, vinalipa na utaondokana na umaskini. Naitwa Blandina Sembu, pamoja na wenzangu tuliandaa kipindi hiki. Kwa herini kwa sasa, tuonane wiki ijayo, muda na wakati kama huu hapa ITV. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz.